Tunazunguka tukizungumza na wananchi kwa sababu Kenya hii iko katika hali ya hatari sana. Iko katika hali ya hatari. Wakati serikali hii walikuwa wanatafuta kura, walituambia hawatakuwa wanatumia polisi vibaya, hawatakuwa wanatuma DCI na EACC kwa ajili ya kusettle political scores. Na sasa hivi mmesikia ndugu yetu Kibagendi yuko hapa. Anaandamwa kila siku, kila mahali kwa sababu anazidi kukosoa yale maovu ambayo yanafanyika katika taifa letu. Wewe fikiria rais wa nchi ambaye ndiye anatakana kuwa patron wa zile hospitali zetu za umma. Yeye ndiye anafaa kuwa patron wa hospitali ya Kenyatta. Yeye anafaa kuwa patron wa hospitali ya Moi kule Eldoret. Kazi imemshinda. Ukienda Kenyatta saa hii mashini ya kutibu kansa imekuwa chini miezi 3. Saa hii amewacha ile yake, ameenda kujiweka atieni patron wa hospitali ya kibinafsi inaitwa Nairobi Hospital. Anatumia polisi kunyakua hiyo hospitali kwa nguvu. Ametuma polisi kushika watu wazee, watu wako na miaka 80. Anawashika Friday mchungaji, awaweke ndani, ati alazimishe hospitali ambayo ni private ikue hospitali yake. Sasa kama zile zetu za level 5 hapa Narok imekushinda, wewe umeenda kujiingiza kwa serikali, kwa hospitali ya wenyewe. Kwa nini? You are the patron of public hospitals in this country. Na zimekushinda. You cannot go and be a patron of a private facility. Number 2, aliingia pale kwenye mamlaka, amebadilisha kila kitu. Afya watu wanalia. Ukienda health, ukienda mambo ya masomo watu wanalia. Kule kwenye university, wale mmesoma magazeti juzi, vijana wetu hawapati pesa za HELB kwa sababu gani? Watu wale ambao waligraduate pia wameshindwa hata kulipa HELB kwa sababu hawana kazi. Vijana zaidi ya nusu milioni, they owe HELB 90 billion Kenya shillings. 90 billion. Hii inakuambia we are graduating people from the universities but they have nowhere to go to put into place their skills. Unaniambia wewe umecreate kazi ati ya mjengo. Kazi ya mjengo si mbaya, lakini hatuendi university ndio turudi kwa mijengo bwana. Haiwezekani. Tunataka kazi za maana, usituambie mambo ya kazi ni kazi. Hapana, tunataka kazi ambayo inaambatana na ile masomo niko naye na ambayo inaweza kubadilisha maisha yangu na familia yangu. Mwisho kabisa, mimi nimeona vijana wanafanya mambo mazuri huku nje. Nchi imeamka, kila mtu anajua ile kitu inahitajika kufanyika. Nataka niombe tu shirika la IEBC, kwa sababu mimi nikitembea Kenya, nimetembea Kenya, watu wameamua. Watu washaamua. Saa hii hata watu wakipata hiyo ballot wanaweza piga na fujo sana. Leo ndio tumekuja Narok tusikie kama pia watu wa Narok wameamua. Tusikie vile wanasema, si ndio? Lakini IEBC, huyo referee huyo ambaye anaenda kusimamia hiyo mchezo ya 2027, we want to ask that ile technology ambayo wataprocure ya kufanyia uchaguzi, kwanza itoke from a reputable company and from a reputable country. Huwezi kuingia saa hii Iran uende utuletee ati mtu ya kuchapisha ballot papers ametoka Iran. Haiwezekani. We want technology from a reputable country. Countries that hold their companies accountable for the business they do in foreign places. We want that technology to be auditable before and after the election. Sisi wote ambao tutakuwa tunaingia kwa uchaguzi 2027, tunataka tuingie kwa server kabla shughuli ianze, tuhakikishe yule Kamago hayuko ndani, si ndio? Kabla kura zianze kuingia. Na baada ya kuhesabu tena tuangalie kama zile ziliingia ni zile ambazo tulipiga, wasiongeze zingine, si ndio? That's the only thing we are asking, and we want multi-party oversight over the system of technology that will be employed for 2027. Other than that, mimi najua Wakenya wameamua na nataka tuwashukuru sana kwa msimamo ambao umechukua. Viongozi wa kanisa, wiki hii ambayo inakuja ni wiki ambayo itakuwa very very important kwa mambo ya ODM. Sisi wale ambao tunashikilia msimamo wa baba, tulisema tunataka NDC yenye kila mtu anaenda kwa debe. Kama babu yuko hapa, babu alitangaza anataka kuwa party leader. Wamemnyima nafasi ya kucontest kiti ya party leader. Kwa nini? Hatutaki NDC ati watu wachache wanakaa hapo wanajipea viti wao wenyewe. Hapana, tulisema tunataka NDC yenye kila mtu anaenda kwa debe. Hata mimi Sifuna, kama kuna mtu anataka kiti ya SG, akubaliwe. Kama Raila mwenyewe wakati alikuwa hai, alikuwa anakubali watu wanamchallenge. Mnakumbuka Simba Arati, alisimama yeye kama party leader. Tuko na viongozi waoga sana, wanaogopa wananchi. Why can't you subject yourself to the people? Mseme viti yote kutoka kwa party leader kwenda kwa SG, kwa chairperson mpaka mtu wa chini. Hata hapa kwa mashinani, huyu chairman wangu Mheshimiwa Kazaro alienda uchaguzi
Alienda uchaguzi, hajawahi kataza mtu kusimama against him hapa Narok, kwa sababu yeye, watu wa Narok wanajua yeye ni mtu wa baba, watamchagua tu. Lakini ananiuliza kama watu wa mashinani walichaguana mpaka kwa polling station, nyinyi wa huko juu mnaogopa nini? What are you afraid of? So we should be subjected to the same. So wacha tuingie hii wiki. Ni vizuri wamesema mkutano iko Nairobi. Ni vizuri wameweka mkutano Nairobi. Walikuwa wanatorokanga wakipeleka mikutano huko Mombasa na Kilifi. Sasa wamerudi wapi? Tutapatana Mundo.